Endelea na tafsiri yetu ya Biblia na tumetoka kuzungumza kwenye kitabu cha Mathayo kuanzia mstari wa 2 tukazungumza kidogo mpaka wa 6. Tukaangalia pale kina Rahabu, tukaangalia kina Tamari. Tukasema Rahabu anafundisha ujumbe wa imani inayoambatana na matendo. Utapata sifa yake kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 25. Biblia inasema, je, yule Rahabu ile kahaba hakuhesabiwa haki kwa matendo pia alipowakaribisha wale wajumbe? Lakini pia kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 31 Biblia inaonyesha imani aliyokuwa nayo Rahabu. Tukazungumza kidogo kuhusiana na Rutu, tukasema Rutu alikuwa ni Moabu na kwa mujibu wa kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 23 mstari wa 3, wa Moabu alikuwa amekatazwa kuingia kwenye kusanyiko pamoja na wana wa Israeli. Lakini mwisho wa siku, kumbe lengo la Mungu lilikuwa tu si kukataza. Lengo la Mungu hasa ilikuwa anatafuta watu ambao wataakisi sura yake na tabia yake, ambao ni wana wa Israeli, waiakisi kwa watu wa mataifa. Watu wa mataifa waige na waje. Katazo la Mungu mara ya kwanza kwa sababu walikuwa wanaabudu miungu mingine. Lakini Mungu alikuwa amekusudia kuwatumia wana wa Israeli waakisi tabia yake, sura yake na sifa yake, ili watu wakiona uzuri wake wakopi kutoka kwa wana wa Israeli na wamfuate Mungu wa wana wa Israeli. Ndivyo ilivyo mpaka leo. Ndio maana Biblia inasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Nuru yetu na inapaswa kuangaza. Sisi ni mji uliojengwa juu ya mlima, hauwezi kufichika, hautakiwi ufichike. Ndicho Mungu alikuwa anakifanya. Na hii kazi wana wa Israeli walishindwa. Ndio maana Mungu akaja kumleta Yesu. Na ufalme ukahamishwa wakapewa watu wengine. Kwa hii ni onyo na fundisho kwamba hata wewe ambaye umepata fursa hii ya kupokea Injili, hakikisha unamthibitisha na kumdhihirisha Yesu. Hakikisha tabia yako, mwenendo wako unafanya watu waige na kumtafuta Mungu wako. Ndicho tulichoitiwa. Yaani hakuna mtu ambaye hajapewa hili agizo. Hakuna mtu ambaye hajapewa hili kusudi. Yaani ukishaokoka tu, Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 kuanzia mstari ule wa 17, anasema tumepewa neno la upatanisho. Anasema sisi ni kiumbe kipya, alafu anaendelea pale mstari wa 18 mpaka wa 21, anasema tumepewa neno la upatanisho. Maana yake sisi pia ni wapatanishi. Tunasema heri wapatanishi, wa kuwapatanisha watu na Mungu. Kuwafanya watu wamuige Mungu wetu na wamfuate Mungu wetu. Kwa tukaona pia habari za Tamari, lakini kidogo pia tukazungumza kwa habari za mke wa Uria. Hapo Biblia inataja kipekee mke wa Uria kuonesha kwamba kwa nini mke wa Uria alikuwa anaitwa Bathsheba. Kwa nini isiandikwe kwa Bathsheba kama ambavyo iliandikwa kwa wengine? Kwa sababu Mathayo alikuwa anawaandikia akitaka wakumbuke, lakini pia Roho Mtakatifu akimtumia Mathayo anaonyesha kwamba hajasahau kile ambacho alikuwa amekifanya Daudi. Na pia kuja kwa Masia kutokana na utendaji kazi wala juhudi za mwanadamu, kutokana na mpango asilia wa Mungu ambao Mungu alikuwa ameukusudia tangu awali. Mungu kutumia si ishara kwamba wewe ni mkamilifu. Anakutumia kwa kusudi yake mema, kusudi lake jema. Anakutumia kwa ajili yake, kwa ajili ya kazi yake.